24 kulitukuza jina lake. Hebu mwinue yeye aliyetukuka, yeye asiyeshindwa na jambo, yeye ambaye hakuna gumu kwake, yeye aliyepasua bahari, yeye afanyaye njia pasipo na njia. Liinue jina lake kwa maneno ya kinywa chako, kwa makofi na sauti za shangwe. Hebu mtukuze huyu Yesu, hebu mtukuze huyu Yesu. Asante Bwana kwa pendo lako, asante Yesu kwa neema yako. Bwana, tunakurudishia utukufu. Bwana, pokea ibada ya mioyo yetu jioni ya leo. Asante mfalme wa amani, tunaliabudu jina lako Bwana. Wewe ndiwe Mungu wastahili utukufu. Umefanya mengi ya ajabu, wewe ni mfalme. Wewe ndiwe Mungu wastahili utukufu. Umefanya mengi ya ajabu, wewe ni mfalme. Oh, Yesu, hakuna gumu kwako Yesu. Wastahili Yesu, wastahili Yesu. Oh, tuimbe sote, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako. Hey, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu. Oh Yesu, tuimbe tena kwa ushindi, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako. Hey, hakuna gumu kwako.
kushinde mfalme wa falme. Tuko mbele zako leo Bwana, tunatambua nguvu zako na uwezo wako maishani mwetu Yawe. Ni nani aliye kama wewe? Je, ni nani wa kufananishwa na wewe? Tangu zamani ni wewe, hata leo ni wewe. Je, ni nani wa kulinganishwa na wewe Bwana? Vizazi hata vizazi vyashuhudia ukuu wako mfalme, vizazi hata vizazi vyashuhudia uwezo wako Bwana. Ribabashede bosika rakata yana na mashete ribosika yande rakayana na mashete rebosika rikayana na mashete rebosaya riboyende rebosi rikayana na mashete rebosika korama makata yana na mande rikayana na mashete bosika yande korama mashete bosi rikayana na mashete rikasaya rabosika yana ribamande korabashete rakoyana na mashete ribabakata yana na mande korama mashete bosika yanda. Oh Yesu, hakuna kama wewe. Oh Yesu, hakuna kama wewe. Milima inayeyuka, magonjwa yanayeyuka, lile tatizo la kiafya linayeyuka, lile tatizo la kwenye ndoa linayeyuka. Oh, Bwana anaingilia kati. Yesu mfufuka anaingilia kati katika maisha yetu. Oh, hakuna kinachobaki kimesimama mbele za Bwana. Hakuna mlima unaoweza kubaki umesimama mbele za Mungu tunayemwabudu jioni ya leo. Twende mbele za Bwana tukamwombe Bwana. Nenda mbele za Bwana, fanya ibada yako mbele za Mungu wako. Arekosi katakalanderebosia ribasakalanderebosaka rekekeseketekelenderebosa. Kila kinachosimama kama mlima jioni ya leo kinayeyuka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Jioni ya leo kinayeyuka kwa mamlaka ya jina la yule Yesu mfufuka. Biblia inasema ya kwamba nguvu iliyomfufua Yesu, roho yule yule aliyemfufua Yesu yuko ndani yetu. Chochote ambacho kinasimama katikati yetu na ahadi ya Bwana leo kinabomoka kwa mamlaka ya jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Sauti za wana wa Mungu na zisikike sasa. Inua sauti yako, omba, omba, omba. Inua sauti yako, fanya ibada mbele za Bwana. Rekokosekelebobosi alanderebosa arabasakatakalanderebosaka erebosa rakokosina landerebobosa shakarabasakalanderebobosaka kariosakandiro landerebosa barikosaka rakokosakatakalanderebobosaka tikariosakandiro barikosaka landerebobosakandiro barikosaka landerebobosakandiro barikosaka rakakasakatakalanderebobosa. Ni Zekaria anaandika, anasema maneno ambayo Zerubabeli anaambiwa ya kwamba kila kilima kitasawazishwa, kitakuwa tambarare, na sio kwa uweza wa mwanadamu na sio kwa nguvu za kibinadamu, ila ni kwa Roho Mtakatifu, asema Bwana wa majeshi. Huyo Bwana wa majeshi hata jioni ya leo yuko mahali hapa. Huyo Bwana wa majeshi amesimama pamoja nasi mahali hapa. Huyo Bwana wa majeshi tuko naye jioni hii mahali hapa. Uliyepo mahali hapa, unayefuatilia ibada hii kwa njia ya mtandao, kokote uliko huko, Bwana yuko pamoja nawe. Bwana yuko pamoja nawe, na Bwana anafanya, Bwana anatenda. Rekosakarabasia arabasekelenderebosa rekokosekelenderebosaka. Amuru milima iliyosimama mbele yako, amuru vilima vilivyosimama mbele yako, amuru chochote kinachosimama kati yako na ahadi ya Bwana ya kwamba kinadondoka leo kwa jina la Yesu.
Raba sekete kelendere bosia, areko sekete kelendere bosa, araba sakalandere bosaka. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, ni msaada utakaoonekana wakati wa mateso. Kama kuna unachopitia, umelia, umemwaga machozi, ni wakati wa kusimama sasa na kumwambia Bwana imetosha sasa, kumwambia adui pisha njia, toka njiani, acha mwana wa Mungu nipite, ondoka kwa jina la Yesu, pinge kwa jina la Yesu, mpinge adui kwa jina la Yesu, pinge adui kwa jina la Yesu, pinga milima iliyosimama mbele yako. Oh, viambaza vimewekwa, mapingo ya chuma yamewekwa, malango ya shaba yamewekwa. Leo tunabomoa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Rekose kelendele bosia, arebose arabasika, arekosaka tikala babasaka kasinda rabobosia akokosaka ndere babosaka shekere bosaka tiana ndere bosa tikario sakya ndere bolikosaka ndere bosaka ndere bolikosaka rakokosaka ndere bosaka la reboseke ndere bosika arakasika takala ndere bosaka rebosekete kelendere bobosaka. Milima iliyosimama mbele yetu kwa namna ya afya tunaangusha chini kwa jina la Yesu. Milima inayosimama kazini kule tunaidondosha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Milima iliyosimama kwenye ndoa zetu, kwa uzao wetu, kwenye biashara tulizo nazo tunaangusha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Milima iliyosimama kwenye maisha yetu ya kiroho, wengine una shauku ya kusimama na kutembea, ukawe na ushindi kiroho siku zote, lakini umekuwa kusimama na kuanguka. Leo tunabomoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Leo tunaangusha kwa jina la Yesu Kristo. Tunaangusha kila kilima, tunaangusha kila kilima. Vyote vinayeyuka, 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 vinayeyuka kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Wale pepo waliokuwa ndani ya yule mgerasi, Yesu ameshuka chomboni, anakutana na mtu aliyepagawa pepo, anayeshinda makaburini, anakata pingu, anakata minyororo. Yale mapepo yalipomwona Yesu yalianguka chini yakasujudu, yanasema una nini nasi, mwana wa Mungu? Mapepo yanasikia wewe litaja jina la Bwana, wewe liseme jina la Bwana. Mapepo yanasujudu wewe litaja jina la Bwana. Mapepo yanaelewa wewe litaja jina la Bwana. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, enyi mapepo, kwa jina la Yesu ninawaamuru, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu nasema toka, kwa jina la Yesu. Rabaseke arekosi alanderebosa arakasa katakalanderebosa repopose ketekelendereboseka tikario sakiandira borikosika. Hatukusanyiki mahali hapa kuja kupoteza muda, tumekuja kuomba, tumekuja kumsikia Bwana. Tunaharibu, tunaharibu, tunaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho adui anainua tunakibomoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tuko salama mikononi mwa Bwana, tuko salama mikononi mwa Baba yetu, tuko salama kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Anza kumshukuru Bwana, anza kumwambia Bwana asante ya kwamba umefanya, ya kwamba umetenda, kwa jina la Yesu. Rakasaka rekokosika landerebosia arapasia landerebosa
rekoseketekelenderebosaka. Uko utimilifu wa furaha mahali hapa. Uko uhuru mahali hapa. Yuko Bwana anatuweka huru. Yuko Bwana anatuweka huru kwa uweza na utukufu wa jina lake. Arekosikatakalanderebosa rababasekelenderebobosia, kwa jina la Yesu. Shekerebosa arakaseke. Nani kama wewe? Milima inayeyuka, milima yayeyuka mbele zako. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Milima yayeyuka mbele zako. Nani kama wewe? Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory to God. Asante mfalme wa falme. Asante muweza wa yote. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa, tupaze sauti zetu tukisema amen. Sauti za ushindi hazijasikika bado. Tupaze sauti zetu tukisema amen. Naomba nisikie sauti za washindi wakisema amen. 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 Bwana sifiwe. Ni vizuri kama nini kuwepo nyumbani mwa Bwana. Mgeukie jirani yako, mwambie tumefurahi kuwa na wewe katika nyumba ya Bwana na tarajia kitu kutoka kwa Bwana katika jioni ya leo. Tarajia kitu kutoka kwa Bwana katika jioni ya leo. Mwendea na mwingine, at least watu watatu, mwambie Bwana ana jambo kwa ajili yako katika jioni ya leo. Amen. 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 Asanteni sana praise and worship team. Mungu awabariki sana. Mnaweza mkachukua nafasi zenu. Makofi tafadhali kwa ajili ya watu hawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufungue Biblia zetu kitabu cha Korinto wa pili sura ya 10. Tutasoma mistari mitatu. Tutasoma mstari wa 3 mpaka mstari ule wa 5. Mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Biblia inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Hebu tuseme ngome. Naomba nisikie sauti, tuseme ngome. Biblia inaendelea kusema, tukiangusha mawazo
na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Na hilo ndilo neno la Bwana. Naomba tulipokee tukisema amen. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, nanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari, nikitambua siwezi pasipo wewe Bwana. Roho Mtakatifu, ni nafasi yako sasa kusema. Asante kwa nafasi hii, kwa heshima hii, asante kwa neema hii. Lakini ninaomba ufanye kazi hii wewe mwenyewe. Tuko tayari kukusikia, katika jina la Yesu Kristo tumeomba, na wote tuseme amen. Amen. Unaweza ukachukua nafasi yako. Na mshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo amenipa jioni ya leo ya kuweza kusimama mbele yako na kushirikiana na wewe Bible study ambayo tutakuwa tukiifanya mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Niwashukuru wazazi wangu wa kiroho. Baba hayupo lakini mama yetu yupo. Mama, nawashukuruni sana. Asanteni sana kwa heshima hii. Asanteni kwa imani hii, na ninaipokea kwa heshima na unyenyekevu mkubwa sana. Mke wangu hayupo lakini nina uhakika saizi macho yake yako kwenye TV screen, yuko anafuatilia ibada hii. Asante Alice kwa kusimama nami, asante kwa kuniombea, na asante kwa kunitia moyo kila wakati. Na Bwana akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kuzungumza kitu ambacho kinaitwa uhuru wa ufahamu. Uhuru wa ufahamu. Kama unaandika, andika uhuru wa ufahamu. Andika uhuru wa ufahamu. Na mwezi wa 4 ni mwezi wa freedom hapa kanisani. Karibu miaka mingi tu tumekuwa tuna miezi kama hii. Miezi ambayo mkazo unakuwa ni uhuru. Na ndugu zangu, kazi ambayo inatupa uhalali wa kuwa huru ni kazi tuliyokuwa tunaisherehekea siku 2 zilizopita. Siku 2-3 zilizopita. Ni kazi aliyoifanya Yesu msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya msalaba imetupa kuwekwa huru. Amen, watu wa Mungu. Kazi ya msalaba inatupa kuwekwa huru. Yesu akamfanyia mkogo shetani alipoenda pale msalabani. Yesu akachukua hati ya mashtaka akaigongomelea pale kwenye msalaba. Lakini Yesu akaenda kuzimu alipozikwa, akachukua funguo. Mauti akachukua funguo. Adui hana nguvu nyingine yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni halali yetu kabisa kuwa huru, kwa sababu kilichokuwa kimetufunga tayari dawa yake imekwisha kupatikana. Naomba nisikie watu ambao wanaelewa hiki ninachokisema wakisema amen yenye ushindi ndani yake. Tuna uhuru kwa sababu Yesu amelipa gharama, na Yesu ametutoa katika vifungo hivyo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakolosai, ni sura ya 1 ile mstari wa 13, ya kwamba ametukomboa kutoka katika nguvu za giza. Na sio hivyo tu, hakutukomboa akatuacha hapo hapo. Biblia inasema ametuhamisha na ametuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sijui unafahamu hicho ndicho kimekutokea siku ulipookoka. Sikubakia tu nimekombolewa niko nyumbani mwa adui, lakini nimehamishwa na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Na nisikie watu ambao wanaelewa hilo wakisema amen. Sasa tunayo vita, bado yuko adui hapa duniani na bado anatafuta tuendelee kubaki kwenye vifungo. Na tunashukuru Mungu kwa hekima ambayo amempa mchungaji, ya kwamba mambo haya ni muhimu sana tuyazungumze madhabahuni. Tuseme madhabahuni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tutakuwa tunazungumza habari hii. Sasa mwaka fulani wakati ninasoma Wakorinto wa pili sura ya 10, nilipofika mstari huu wa 3,
niliposoma tunaenenda katika mwili nikaielewa, kwa sababu nina mwili, nimevaa mwili. Lakini akasema hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo nikaelewa hivi, vita za mwilini sosi yake sio mwilini, kuna mahali pengine zinapiganiwa. Bwana Yesu asifiwe. Halafu akuishia hapa akasema hivi, maana silaha za vita vyetu si za mwili, kwa sababu hata vita ninayoiona iko mwilini ina sosi yake mahali pengine. Baadaye hapo mbele tutaelewana. Kwa hiyo hata upiganaji ili nishinde hiyo vita sio ngumi, sio maneno tu. Kuna mahali inapiganiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna silaha ambazo ameziita zina nguvu katika Mungu. If you think about this, hizi silaha zina nguvu sana kuliko ambazo tumeziona zinaruka hapa juzi juzi. Nilikuwa nasoma juzi juzi, nimeona tumesitisha kidogo wiki mbili. Asa tunaomba Mungu wiki mbili iwe ni miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni silaha ambazo zina nguvu sana, kwa sababu vita zingine zinaweza zikaonekana ndogo mwilini, kumbe ungeiona katika uhalisia wake sio ndogo kiasi hicho. Na nyingine inaweza mwilini ikaonekana ni tatizo kubwa sana, lakini ningeiona kule ambako ndiko imeanzia, na ningeona ambacho kwa silaha hizi naweza kufanya, ningegundua hapa vita sio kubwa kiasi hicho. Kwa sometimes naweza nika underestimate and sometimes naweza nika overestimate ukubwa wa hiyo vita. Tuna silaha ambazo zina nguvu katika Mungu. Sasa amesema zina nguvu katika Mungu hata kuangusha ngome. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngome ameweka ile tunaita semikoloni, ameweka kinukta juu na kimkato chini. Kwa Kiswahili nilichosoma darasani, maana yake hii sentensi haijaisha hii. Kuna ufafanuzi unataka kutolewa hapa. Na nilichoelewa anataka kutufafanulia zaidi juu ya hiki ambacho kinaangushwa. Nikiangalia maneno ambayo yamefuatia baada ya hilo neno ngome. Mstari wa 5, in fact siku ambayo Roho Mtakatifu alinisemesha kwa nguvu sana hiki kifungu cha maandiko, nilivyoona neno ngome, na hapa amesema silaha zinazotumika kuziangusha hizo ngome sio za kawaida, zina nguvu katika Mungu. I was so excited. Kinachofuata kuandikwa hapo ni nini? Hicho kinachohitaji silaha yenye nguvu katika Mungu. Hicho kitu sio mchezo, si ndio? And I was like, hii kitu inabidi niione hii. To my disappointment kwa wakati ule, lakini sasa naelewa, nikaona pameandikwa tukiangusha mawazo. And I was like, Paulo, umetuandaa mno kuja kusema mawazo hapa. Umetuandaa mno. Huku umetanguliza utangulizi mzito sana, kumbe unakuja kuzungumzia mawazo. And then anaendelea anasema, sio tu tukiangusha mawazo, anasema kuna vitu vinainuka na vinajiinua juu ya elimu ya Mungu. Ngoja nirahisishe. Kuna vitu vinainuka, na hata sasa hivi tunavyo vinavyoinuka, vinakuja vinaongea tofauti na Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivyo vitu vinahitaji silaha zenye nguvu katika Mungu kuviangusha pia. Hekima za kibinadamu, mitazamo fulani ambayo imeletwa na lifestyle zilizopo sasa. Kuna vitu viko vinatoka nje ya kanisa vinaingia kanisani. Kuna vitu vilikuwa tolerated miaka hiyo, sasa hivi ya kawaida. Paulo anasema hivi, kuna yatakayoinuka ambayo yana contradict
elimu ya Mungu. Mnahitaji silaha zenye nguvu katika Mungu kuyaangusha hayo pia. Na hakuishia hapo tu, kitu kingine akasema, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kama hizo fikra ndio hii microphone, unapiga roba mbaya, utamtii Kristo, utamtii Kristo. Ewe fikra unayekuja kinyume na ambacho Yesu alisema, lazima umtii nani? Kristo. Unapiga roba mpaka fikra inatakiwa ifuate kilichoandikwa wapi? Kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Little did I know, deliverance ngumu zaidi ni ya ufahamu. Yaani ni rahisi, huwa mapepo dakika 5, Pastor Sam. Huwa kuna mapepo dakika 2 tu, watu wameweka mkono linatoka. Ufahamu kuugeuza, mtu ameamini hivi, mpaka umrudishe aamini hivi, hiyo shughuli yake. Unaweza ukatoa kule Kasulu nilikotoka, ukaleta Dar es Salaam, na ishi nayo Kasulu, ila niko wapi? Dar es Salaam. Unaweza ukanitoa hapa ukanipeleka popote duniani na hama na nilivyokwisha kuviamini. Na ndio maana wao wanasema hivi, aliyekwisha kubadilishwa kwenye ufahamu wake, unaweza ukampeleka kule ambako kila mtu anasema pagumu hapa, akifika anapabadilisha yeye. Kwa sababu issue sio hiki kinachozunguka. Issue ni ufahamu ambao umekubaliana na kilichoandikwa kwenye maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto ya vifungo vya ufahamu. Sasa nataka niseme kidogo kwa habari ya huu ufahamu. Nataka niseme kidogo kwa habari ya huu ufahamu, and then nitatoa mifano ya watu watatu kwenye Biblia na nitakuwa ninamaliza. Tutakaa kidogo hapo kabla ya mifano hiyo mitatu ya watu wa kwenye Biblia ambao tutawaangalia na jinsi ambavyo ilimshughulisha Mungu sana mpaka kugeuza mitazamo yao. Nitaka kueleza kwanza namna ambavyo tumeundwa. Unaweza ukasema mwanadamu ana sehemu mbili, mtu wa nje na mtu wa ndani. Hiyo ni namna mojawapo ya kumgawanya mwanadamu. Mtu wa nje ni huu mwili tunaouona. Mtu wa ndani unazungumzia vyote ambavyo hatuvioni. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, japokuwa utu wetu wa nje unafanya nini? Unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa nini? Kwa siku. Kwa hiyo tuna mtu anayeonekana nje, na hiyo ni Wakorintho wa pili 4:16. Hicho nilichomaliza kusema. Sio kusema amesema kitabu gani hicho? Ni Wakorintho wa pili 4:16. Kuna mtu wa ndani ambaye ni vile vyote visivyokuwa vya nje. Lakini kuna namna nyingine ya kumgawanya mwanadamu. Biblia inaeleza kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Na media mtanisaidia ninavyokuwa ninaendelea, ninachokisema mtakidisplay. Wakorintho wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza 5:23, Biblia inazungumza habari ya kutakaswa vyote, roho, nafsi na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Roho, nafsi na mwili. Kwa hiyo tuna sehemu 3. Nikiuchukua huu mgawanyo wa sehemu 3 nikaurudisha kwenye ule wa kwanza wa sehemu 2, maana yake ni hivi: kuna huu mwili unaoonekana anaitwa mtu wa nje, lakini kuna roho na nafsi zisizoonekana anaitwa mtu wa ndani. Maeneo mengine kwenye Biblia utakuta Biblia imetumia neno moyo. Linda sana moyo, si ndio? Kuliko vyote unavyovilinda, kwa sababu huko ndiko zinatoka chemchemi za uzima. Ule moyo
Sio hiki kifaa cha kusukumia damu. Tunamzungumzia mtu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumziwa mtu wa ndani. Kwa tunayo roho, tunayo nafsi na tunao mwili. Roho zetu zina mawasiliano na Mungu. Biblia inasema kwenye Warumi 8:16. Biblia inasema kadhalika roho anayeanza na herufi kubwa anashuhudia pamoja na roho zetu, roho ya herufi ndogo, ya kuwa sisi tu wana wa Mungu. Kwa tuna roho sisi Mungu ameweka ndani yetu ambayo ina mawasiliano na roho wa Mungu. Lakini sio hivyo tu, tuna nafsi. Ukisoma ile Waebrania 4:12 ambayo inasema neno la Mungu lina nguvu, neno la Mungu li hai. Ukiendelea kule mbele inasema hivi, lina uwezo wa kugawanya nafsi na roho. Niko sawa eh? Lina uwezo wa kugawanya nafsi na roho, lina uwezo wa kugawanya lina uwezo wa kugawanya nafsi na roho. Kwa hiyo neno la Mungu lina uwezo wa kugawanya nafsi na roho, maana yake tuna nafsi. Kibinadamu ni ngumu sana kuvigawa hivyo vitu viwili, lakini neno la Mungu lina uwezo wa kufanya hivyo. Lakini tuna mwili pia ambao ni rahisi sana, kwa sababu huu tunauona uko wazi wazi. Biblia inasema miili yetu ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Tunayo miili. Naomba niende hapo kwenye okay, nimesema hivi, tuna mwili, tuna nafsi, alafu tuna roho. Naomba niende kwenye nafsi hiyo. Asante sana. Nafsi zetu zina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza Kiingereza huwa tunaiita mind, lakini Biblia ya Kiswahili imetumia neno nia. Zaburi na mind ndio ufahamu huo. Yes, hii hapa. Hiyo Zaburi 139 mstari wa 14. Biblia inasema yuko mtu anamshukuru Mungu kwa kuwa ameumbwa kwa namna ya ajabu sana na ya kutisha. Mwishoni amemalizia kwa kusema hivi, na nafsi yangu yajua sana. Ili ujue lazima uwe na ufahamu. Hii speaker haijui kwa sababu haina ufahamu. Nafsi zina ufahamu ndani yake, ndio maana zinajua. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Lakini ndani ya nafsi zetu kuna kitu kinaitwa utashi. Will. Utashi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 7 mstari wa 15, na ili andiko kidogo liliwahi kunishtua kwa sababu inasema hivi, na nafsi yangu inachagua kunyongwa na kuchagua kifo kuliko maumivu haya. Kwa nafsi ina machaguo, ina utashi wake. Ndani ya nafsi kuna will. Huwa tunasema hivi, tunaomba sana Mungu will ya mtu isiwe corrupted, kwa sababu ataharibu mambo mengi. Na wills za watu wengi walioko huko nje ziko corrupted. Ndio maana mtu anaweza akachoma mtu kisu. Ni kitu ambacho ni kigumu sana. Hata kama ungekuwa unatenda dhambi uko kanisani, lakini uko kanisani, ni kitu kigumu sana hicho, kudidimiza kisu kwenye tumbo la mtu. Lakini corrupted will inaweza ikafanya vitu ambavyo vinashangaza watu. Lakini nafsi zetu pia zina kitu kinaitwa hisia, emotions. Biblia inasema Zaburi 42 mstari wa 1, kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji. Sasa kuona shauku hizo ni hisia, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ina matamanio ya maji. Vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku. Kwa nafsi zetu zina ufahamu, ndio maana zinajua. Nafsi zetu zina will, utashi, ndio maana huyu Ayubu anasema inachagua kunyongwa, inachagua kifo kuliko mateso haya. Lakini nafsi zetu zina hisia pia.
Sasa naomba nitoke hapo kwenye nafsi niende zaidi kwenye mind, kwenye nia hapo. Let's go deeper into our nia. Tulisema tuna roho, tuna mwili na tuna nafsi. Lakini nafsi ina nia, ina hisia na ina utashi. Tuzame zaidi hapo kwenye nia, ambayo ndio ufahamu au mind. Mind zetu tunafundishwa, wengine wanasema zimegawanyika sehemu tatu: conscious mind, subconscious mind and unconscious mind. Kuna eneo ambalo liko active muda wote. Hata sasa hivi ninapoongea liko linayafikiria ninayoyaongea. Hilo linaitwa liko conscious, liko hai, liko active muda wote. Lakini kuna eneo ambalo limetulia. Nikupe mfano: chatu akimeza mnyama, wakati mwingine anaweza akalala hapo. Inawezekana hata akaja mnyama au mtu akadhani gogo, akataka kukalia. Kinaonekana kama mfu, lakini kiko hai kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Subconscious mind imetulia, kazi yake ni kunyonya tu, ina accumulate. Vinavyochakatwa kwenye conscious mind, whether umefikia conclusion au haujafikia, kinashushwa kule, kinaenda kutunzwa. Hakuna seva duniani inayolingana na subconscious mind zetu kwa kiwango cha taarifa ambazo zimetunzwa humo. Kuna taarifa mbaya hapa nataka nitoe. Hamna chochote nilichowahi kuexperience maisha yangu yote tangu nianze kupata ufahamu ambacho kimefutika hapa kwenye subconscious. Ninachoweza kukosa, kwa nini sivikumbuki? Nakosa trigger. Nikipata kitu cha kunikumbusha, huwa vinaibuka vyote, vinarudi kwenye conscious mind. Na ndio maana watu huwa wanashangaa, umemsema mtu kitu kidogo analipuka kilio. Jamani, watu wengine ni dhaifu. Yaani hili neno dogo tu. Shida sio hilo neno dogo. Hilo neno dogo limetumika kwenye conscious mind kama trigger. Subconscious mind ina makabati, imeenda imetafuta kila sehemu huyu mtu aliwahi ambiwa hufai, sawasawa na ulivyomwambia. Imemkusanyia mafaili, imemletea pale na kumwambia this is your reality. Haongei uongo huyu, wewe ndio huyo. Our minds are so powerful. Huyu bwana mdogo huyu, wakati anaanza kujifunza kinanda junior, nina uhakika kuna wakati aliyekufundisha alikuwa anakusaidia kupanga kidole, si ndio? Anakwambia hiki weka hapa, ukiinua ukirudisha umekosea, na unaweka macho yako yote pale. Sasa hivi anafumba macho, anapiga wimbo wa kuabudu. Wakati anajifunza alihitaji conscious mind iwe active muda wote, anaangalia kila kitu pale. Vikawa vinazama taratibu kwenye subconscious mind. Kule zinatunzwa patterns, kule zinatunzwa tabia, kule vinatunzwa vitu. Wakati naanza kuendesha gari kujifunza, na ikumbuka hiyo siku ya kwanza ndio nimeshikishwa usukani. Nikiona tuta kule mbele, naanzia hesabu huku, lile tuta itakuwaje? Leo tuko salama. Nina uwezo wa kuendesha hata nikiwa naongea na simu kwa umbali mrefu. Maana yake nini? Ile driving imeshakuwa part ya rhythm ya ndani ya subconscious. Kwa conscious mind inaweza ikaconcentrate na vile vitu vinavyohitaji kuchakatwa kwa muda huo, wakati udereva ambao umeshaingia kwenye subconscious uko unaniendeshea gari wenyewe. Sasa wanasema hivi, karibu 90% mpaka 95% ya matendo yetu huwa yameamuliwa subconsciously na hizi subconscious mind.
Ndio maana naweza nisiwepo mahali watu wakasema hivi, Samueli angekuwepo hapa angejibu hivi. Wamejuaje? Kwa sababu nina pattern mimi ya thinking yangu. Wameshakaa na mimi, wameshafahamu huyu jamaa huwa anawaza hivi. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Ngoja nikwambie kingine ambacho huwa inakufanyia ambacho sio kizuri. Kuna mtu unaweza ukaambiwa ukweli, subconscious mind inakuelekeza kulalamika. Lakini kama ungeizuia ukaambia tulia Samueli, ukaenda mahali palipojificha ukamtuliza subconscious mind, ukamwambia tulia, alafu ukaruhusu conscious mind ilifikiria hilo jambo, unajua nini kingekuja kwenye ufahamu wako? Ungesema hivi, alichoniambia ni ukweli, pale nimetaka tu kulalamika, lakini nimeambiwa nini? Ukweli. Kuna wakati watu tunajitetea, tunaongea vibaya, naweza hata nikalipuka na hasira, nikafoka, nikagomba, nikitulia conscious mind ikalitafakari hilo jambo, asema alichoniambia ni ukweli. Kilichojibu pale ni nani sasa? Kwa sababu hakuwa mimi yule, ni pattern ambayo tayari imetunzwa huko kwenye subconscious, ndio iliyokuwa inajibu. Sasa tafakari mzigo uliokusanya tangu ulipoanza kupata ufahamu. Maneno mabaya tuliyoambiwa, failures tulizopitia, disappointments tulizopitia. Na ndio maana unaweza ukaombea pepo likatoka, lakini kugeuza ufahamu, hiyo shughuli sio nyepesi. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Kwa sababu unadili na zigo la data ambazo zimekusanywa kwa muda mrefu sana, na maconclusion ambayo tayari yapo uko unapambana nayo humo. Ndio maana mchungaji anakuja hapa anaongea, sijui mabilionea. Kuna mtu anamwangalia sasa, bilionea ndio mimi. Anifahamu, hajui nikotoka. Hapa bilionea hamna hapa. Sio wale ambao wanataka kuwa mabilionea. Kuna mtu anajisikia ningeenda mbele akisema wataniangaliaje? Yaani hata wao watashtuka kwamba na yeye ameenda kuombewa. Nisaidie kumuuliza jirani yako, baba akisema mabilionea wakaombewe, huwa unaenda? Ngoja nikuhakikishie, ambacho huwa kinatuambia hivi, huwezi kwenda kuombewa kwenye kategori ya mabilionea. Mzigo ulioko kwenye subconscious mind, conclusion zishafikiwa, wewe ubilionea haupo. Yani hiyo sahau. Kwa hiyo hayo mambo sio, hayaendani na identity yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi, tuna silaha zenye nguvu katika Mungu hata kuangusha ngome. Tunabomoa hayo mawazo, tunabomoa hizo fikra, tunabomoa kila kinachojiinua juu ya elimu ya Kristo. Na kwa msaada wa Bwana, mind zetu zinakaa sawa, na tutaamini ambavyo hatukuwa tunaweza kuamini huko nyuma, na tutaamini vile ambavyo siku zote nilitembea na jiona sio. Leo nitasimama na amini, I can be a billionaire. Bwana Yesu asifiwe. Inahitaji ukrezi kidogo ambao umesababishwa na mtu kulichukua neno la Mungu kama lilivyo na kuliingiza kwenye subconscious mind uliojaa disappointment. Unaokumbuka nilipokuwa nalala mvua ikinyesha tunaamka, sina godoro. Inahitajika hii Biblia izame mle nzima nzima kusababisha ufahamu wa aina hiyo, usikie neno bilionea na ukubali. Inahitaji Biblia hii hapa izame mle moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Tunazo silaha katika Mungu zenye uwezo wa kubomoa hiyo kitu katika jina la Yesu Kristo. Na namshukuru Mungu sana kwamba ametuleta kwenye nyumba kama hii. Taratibu taratibu, ukija leo ukisikia ukaza ngoma haiwezekani, ukirudi tena umesogea kwa hatua fulani, unaenda ukirudi tena umesogea kwa hatua fulani, unaenda ukirudi tena umesogea kwa hatua fulani. Mchungaji anasema mtapanda vyao, mtakuwa CEO. Mimi ni messenger pastor,
Mimi ni messenger. Na ni juzi tu bosi wangu amemaliza kuniambia watu wa aina yako hawafikagi popote. Na hilo lilivyoingia kwenye conscious mind, subconscious ikanichukulia mafaili yote ya aina hiyo. Jinsi ambavyo wa kwanza mama yangu aliniita pusi. Siku wapo mlioitwa pusi? Na huyo sasa ni mama mzazi. Mtu aliitwa na mzazi mbwa. Toto kama wewe halifiki popote. Wewe ni hasara. So unaona hayo? Alafu huo mzigo wote bado uko kwenye subconscious mind. Anakusanya hayo mafaili yote, anayatenga hapo. Anakuja kukuthibitishia kwamba anachokisema boss ni uhakika. In fact, shetani anaweza kuambia hivi, ni hakika na amina. Wewe huwezi ukawa zaidi ya messenger. Bwana sifiwe watu wa Mungu. Madhabahu hii imetangaza tunainuka zaidi ya vile ambavyo walisema. Sisi ndio vitu hivyo. Tunainuka zaidi ya maneno ya watu. Tunainuka zaidi ya tulioambiwa. Tunainuka zaidi ya maumivu tuliyopitia. Tunainuka kwa jina la Yesu Kristo. Tunainuka zaidi ya hayo. Sasa kuna vitu huwa ni vyanzo vya taarifa zinazoingia kwenye hiyo mind, hiyo nia hiyo. Mojawapo ni vyanzo vya rohoni. Anaweza akawa Mungu au anaweza akawa shetani. Ulimwengu wa roho sio mbinguni. Nadhani hiyo iko clear, si ndio? Ulimwengu wa roho umo Mungu yumo na ibilisi yumo. Na kuna wakati tuna download vya rohoni ila vya ibilisi. God forbid tusijikute tumezoa vya ibilisi. Lakini hizi njaa ambazo haziko moderated na ambacho kimeandikwa hapa, wengine wameenda kuzoa vya nani? Vya ibilisi. Kwa hiyo ibilisi pia huwa anaongea. Nadhani mmesikia watu wa Mungu, depressed people wanakuambia nimekuwa nasikia sauti zinanielekeza kajinyonge. Huyo sio Mungu. Huyo ni ibilisi. Kwa hiyo mind inapokea taarifa kutoka chanzo cha rohoni, lakini ibilisi. Au mind inapokea taarifa kutoka chanzo cha rohoni, Roho Mtakatifu au Mungu mwenyewe. Unasema mwanangu, linaonekana hivyo, lakini hili linawezekana, pita hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini vyanzo vingine vya taarifa ni hivi vya mwilini. Hii yenyewe ni biology ya kawaida. Tulisoma milango mitano ya nini? Ya fahamu. Tungekuwa darasa la Bible school, ningeinua mtu nikampa maiki. Taja milango mitano. Macho, masikio, pua, nini, ngozi, pamoja na nini? Na ulimi. Ulimi. Nimeusauje ulimi? Wa muhimu sana huu. Na ulimi. Ndugu zangu, Biblia inasema jicho ni taa ya mwili mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu ukiona kikaingia, either kinakuja in favor of my destiny au kinakuja kuharibu. Kuna kitu nilisikia kikazama kwenye subconscious mind. Kuna vitu niligusa, ngozi ikapata hiyo nini, ikahisi. Kuna vitu nilionja, nikasikia ladha. Yani in fact nikigusa, nikisogeza hapa tu, pua ikisikia, subconscious anakuambia ngoja, hiki tuliwahi kula Sumbawanga na haikuwa nzuri sana. Naambia asanteni sana, nashukuru sana. Ya nimemaliza kula sasa hivi. Lakini kwa sababu ile kitu isha register ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mizigo tumekusanya kupitia hii milango mitano ya fahamu. Na ndio maana tunaambiwa ni muhimu sana kuwa makini, na nimeruhusu milango yangu mitano ya fahamu iwe exposed kwenye nini, naangalia nini, nasikiliza nini, si ndio? Na nusa nini.
Ndio ndugu mmoja ambaye Bwana alikuwa anamshughulikia kutoka kwenye ulevi, akasema hivi, eti mimi naenda baa, lakini naenda tu nitakunywa maji tu au soda. Ni maji tu au soda. Si mmenisikia hiyo? Ndugu zangu, mwambieni hivi, usiende baa kunywa maji au soda, nywea nyumbani. Kwa sababu huyu ndio ametoka kwenye ulevi juzi. Akiona ile kitu, ndio kwanza Bwana bado anaiondoa kwenye subconscious mind yake. Akiona ile kitu, mdomo kwanza unajaa mate. Si unanielewa? Achilia mbali ile ilimwagwa kwenye vile viti pale, meza zile nini, akisikia ile harufu subconscious mind inamwambia hii kitu kama tunaifahamu hivi. Kwa nini ni kidogo tu, ungepata kidogo tu. Hizi mind ambazo baba yuko anasema zinatakiwa zikatengeneze billions. Tutakuwa makini na tunaingiza nini humo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa makini na vitu gani tunaweka humo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Asa kifungo cha ufahamu, ngoja nitoe tafsiri yake ambayo ni rahisi sana. Ni nyumba ya mawazo na fikra. Mawazo na fikra ambazo zimejengeka kwa muda mrefu, pattern fulani hivi ya ufikiriaji ambayo imejengeka kwa muda mrefu, iko pale, imetulia. Hilo dude linaitwa ngome. It's a stronghold. Unaweza ukaombea pepo likaondoka, lakini kugeuza lile wazo ndio inahitaji miaka 30 kanisani. Baba anapiga na maombezi, tunakemea pepo na nini. Wakati mwingine tunaona vitu, unaona msexual unainuka, kumbe inawezekana, na mimi naweza nikatafuta kiwanja. Wako wengi humu ambao kila tunapoona jambo limefanyika kanisani, ndio imani zetu zinainuka. Tunasema wow, kumbe it is possible. Naenda na mimi kufanya nini? Kujaribu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Hii kitu tunapoona inakuja kucontradict uongo wote ambao adui alikuwa ameujenga ndani yetu, na inaonekana ya kwamba inawezekana. Kwa mfumo wa mawazo na fikra, ile nyumba ya mawazo na fikra, ndio hicho kitu ambacho Paulo anakiita ngome. Kinahitaji silaha zenye nguvu katika Mungu kukiangusha. Tafsiri nyingine ni kuamini kilicho tofauti na maneno ya Mungu. Kuamini kilicho tofauti na maneno ya Mungu. Kuamini kilicho tofauti na maneno ya Mungu. Sasa nikupe mifano ya watu watatu. Wa kwanza ni mtu anaitwa Gideoni. Hapo katikati nimetoa statement hii hapa. Naamini hivyo, I stand to be corrected. Kati ya vitu vigumu kuvibadilisha, ufahamu. Vitu ambavyo nimesha learn kuvi-unlearn, hiyo stronghold ambayo imesha jengeka, kuibomoa niamini tofauti. Hiyo ndio shughuli ngumu zaidi. Haya mapepo yanatokaga kila siku hapa. Kwa jina la Yesu. Amenyanyuliwa kidogo, hana pepo. Lakini mfumo wa kuamini bado uko vile vile. Gideoni, habari yake tunaipata kwenye Waamuzi sura ya 6 na sura ya 7. Inawezekana tukaishia kwa Gideoni tu for the interest of time. Gideoni story iko hivi. Mtakumbuka walipofika nchi ya ahadi, walikuwa bado hawana mfalme, walikuwa wanaongozwa kwa waamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati Mungu aliwainulia mtu aliyeongea nao, wakafanya vizuri, Mungu kukawa na neema kubwa mahali pale, wakaishi vizuri kwa amani. Baada ya hapo wakajisahau, wakachanganya mambo, wakapigwa tena. Sasa walikuwa wamepigwa na hawa wanaitwa Waamaleki wa Midiani, wamekuja wamewapiga. Mstari wa 6 wa kitabu cha Waamuzi sura ya 6, Biblia inasema waliomba Mungu. Walitumiwa nabii akaja akamwambia, jamani sikilizeni, mrudieni Bwana. Wakamrudia Bwana, wakaomba Mungu. Sasa Mungu
jibu lake anapotaka kuwarudia Waisraeli kuwakomboa, anataka apitie kwa Gideoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo inawezekana kabisa hapa ndani kuna mtu jibu la familia yetu ndio Bwana anataka apitie kwangu, na tuko mahali hapa. Lakini mstari wa 11 Biblia inaonyesha, inasema hivi, kitabu hicho tuko sura ya 6 ya kitabu cha Waamuzi. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Gideoni kwa ufupi alikuwa amejificha. Alikuwa amepepeta ngano eneo ambalo sio la kupepetea ngano ili afiche. Yeye mwenyewe kajificha ili afiche pia ngano. Kwa nini? Wamidiani walikuwa wanaharibu mashamba yao, wanaharibu chakula chao. Mstari wa 12, malaika wa Bwana, huyu anayeitwa malaika wa Bwana, ambaye sehemu nyingi sana ukikuta hilo neno alikuwa ni Yesu kabla ya kuzaliwa kupitia Mariamu kwenye Agano la Kale, alimuadresi hivi Gideoni. Mstari wa 12, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe. Cha kwanza alichomwambia ni hiki hapa, uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe Gideoni. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu huo ni wa muhimu sana kuliko vitu vingi. Lakini cha pili akamuita hivi, anasema Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni mbingu zinamuona ni shujaa. Gideoni mstari wa 13 anaonyesha hajaamini. Anasema hivi, Bwana mwangu, ikiwa Bwana yu pamoja nami, mbona haya yote yametupata? Yako wapi matendo ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Akatoa na conclusion kabisa, ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Gideoni alikuwa anaamini hivi, stori zote walizopewa na baba zao sio kweli. Ingekuwa kweli, yuko wapi huyo Bwana ambaye anaambiwa na malaika wa Bwana yuko pamoja na wewe? Yuko wapi? Mbona yametupata haya? Alikwisha kusahau hata kama wametenda dhambi, wamemkosa Mungu, na ndio maana ameruhusu hayo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 14 anampa wito, anamwambia, nataka ukawakomboe wana wa nini? Waisraeli. Unaenda kuongoza jeshi ukawaokoe Waisraeli. And then inaendelea mstari wa 15, anatoa udhuru. Naomba nisome. Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndiye niliye mdogo katika Manase, kwa nyumba ya baba yangu. Natoka ukoo mdogo, familia maskini, alafu mimi ndio mdogo kabisa. What an excuse. Excuse nzuri sana. Malaika wa Bwana anamuona ni shujaa. Yeye identity yake hii hapa. Nirudishie tena hilo andiko. Identity yake hiyo hapo. Na nadhani ndio maana baba anakuja na mwezi huu kusema hivi, lazima hizi fahamu Bwana azifungue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nina uhakika kuna wakati Bwana alinitokea, inawezekana sikumuona kabisa, lakini alisema na mimi aidha kupitia mahubiri, aidha nikiwa kwenye maombi peke yangu, akaniambia Samueli shujaa. Sasa unifahamu. Unifahamu, yani unafahamu Kasulu, Kasulu pale mtaa unaitwa Kumnyika, unaujua? Sasa pale kwa Bwana Kamigwa pale, unapajua, ushawahi kufika pale? Namfafanulia malaika wa Bwana jinsi ambavyo anayoyaongea, yani hayafiti kabisa na situation yangu. Ananiambia hivi, inawezekana ukawa mdogo, lakini nikiwa pamoja na wewe, wewe sio mdogo tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 16, naomba tuendelee hapo. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Bwana anazidi kumpa uthibitisho. Sikiliza, unavyojiona hivyo ni tofauti na ninavyokuangalia. Hawa nitawapiga nikiwa pamoja na wewe. Basically ninachotaka ni mtu tu wa kwenda pale. I need a human figure
ila hii shughuli naenda kufanya mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya kwanza, Gideoni anamuomba huyu malaika wa Bwana, kama kweli uko pamoja na mimi, nisubiri hapa hapa. Akamweka hapo, akaenda akatengeneza sadaka, akarudi nayo. Amemsubiri, akamwambia weka juu ya huo mwamba. Akaweka juu ya mwamba. Huyu malaika wa Bwana naye kaja na fimbo. Alivyoweka ncha ya fimbo kwenye ile sadaka, ikateketea. Gideoni bwana kama ameamini vile, kwa sababu ukisoma mstari wa 22 mpaka wa 24, Gideoni mpaka anajenga madhabahu, ni kama kaelewa. Unasogea kule mbele, mstari wa 36 anasema, ameanza kwa statement hii hapa: ikiwa utawaokoa Israeli kwa mkono wangu, ikiwa wewe utawaokoa Israeli kwa mkono wangu kama ulivyosema, nataka ishara nyingine. Yale ya kule nyuma niliyaelewa, lakini bado sijaamini, nataka ishara nyingine. Show bado inaendelea hapa. Kwa ishara ya pili, Gideoni anamwambia malaika, nataka niweke ngozi ya nini? Ya kondoo. Tukiamka asubuhi nikakuta ngozi ina umande, ila nchi yote, ardhi yote ni kavu, nitaamini wewe kweli uko pamoja na mimi. Baba wa watu akasubiri usiku mzima. Asubuhi ngozi imeloana, nchi ni kavu. Gideoni haijaishia hapo. Unisamehe Bwana, lakini hebu tubadilishe, tufanye hivi. Tukiamka asubuhi ngozi iwe imeloa, ila ardhi iwe imeloa, lakini ngozi ni nini? Ni kavu. Malaika wa Bwana akafanya hivyo hivyo. Bwana kwa kujua kubadilisha mindset ni shughuli ngumu, huaga hana haraka. Time cannot allow me to show you mazungumzo yake na Musa. Chapter 2. Musa anabembelezwa. Sijui nini hivi, anatoa udhuru. Basi tufanye hivi, anatoa udhuru mwingine. Basi tufanye hivi, anatoa udhuru mwingine. Kwa Gideoni nikajua ameelewa. Mpaka Bwana anamwambia sasa, chukua jeshi hilo, jeshi la watu 30. Akamwambia hao ni wengi sana, wafate waambie hivi, yule ambaye unaogopa na unatetemeka, rudi zako nyumbani. 20,000 hao wakaondoka, wakarudi nyumbani. Amebaki na 10,000, wapeleke kwenye maji mtoni. Atakayechota maji kwa mkono awe analambalamba kama mbwa, muweke pembeni. Atakayepiga magoti anywe maji mtoni bila kulambalamba kama mbwa, weka pembeni. Wale waliolambalamba kama mbwa, Biblia ndio imeandika hivyo, walikuwa 300. Gideoni anaambiwa na Mungu hivi, hawa 19,700 ondoa, waambie warudi nyumbani. Jeshi lako watu 300. Kwa nini? Sitaki mtakaposhinda, kwa sababu na kutumia wewe Gideoni, waje waseme ni nguvu zetu, tulikuwa na jeshi kubwa. Nataka utukufu wangu ubakie kwa wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Gideoni anahitaji ishara ya 4. Baada ya hayo yote, ukisoma sura ya 7 mstari wa 9 mpaka wa 14, anapewa ishara nyingine. In fact, Mungu alimwambia hivi, kama unaogopa, mchukue msaidizi wako mmoja, tembea usiku mpaka pale ambapo jeshi la hao wa Midian na wa Amaleki walipo, alafu utawasikia wanachokiongea. Akatoka na msaidizi wake, wakaenda mpaka wakafika mahali wanawasikia wanajeshi wapinzani. Watu wawili wako wanasimuliana, mmoja anamwambia mwenzie, nimeota ndoto. Ufafanuzi wake anajibu mwingine, hiyo ndoto yako maana yake, kuna upanga wa Gideoni umetuangukia hapa, unatumaliza wote. Gideoni ndio akatoka pale ametiwa nguvu, Bwana yuko pamoja nami. Baada ya ishara ngapi? 4. Ngoja nimalize. Gideoni mstari wa 17, wa 16 na wa 17, kitabu hicho cha Waamuzi sura ya 7. Amefika, ana bonge la confidence, mpaka anawapa mikakati, pa tutafanya hivi, tutafanya hivi. Alafu kuna statement niliona mpaka nikacheka wakati nasoma Biblia. Anasema hivi, nifanyavyo mimi nanyi fanyeni hivyo. Yaani mtakachoniona nafanya na nyinyi mfanye hivyo hivyo. Sasa hizi ana bonge la confidence. Bwana Yesu asifiwe sana.
Nilisoma mwaka jana nikiwa safarini kitabu kinaitwa The Magic of Thinking Big. Nikakutana na statement hii hapa, ameandika David Schwartz. Believe it can be done. When you believe something can be done, really believe, your mind will find ways to do it. Iko hivi, subconscious mind zetu huwa hazijui hiki ni ukweli au ni uongo, zenyewe zinapokea tu. Kwa ukiamini a negative thing, huwa inakusaidia kutengeneza njia ya kutokukifanikisha pia. Ukiamini inawezekana, pale pale unashangaa ni Gideoni huyu aliyekuwa anaogopa, saizi anatoa mikakati. Sasa mtafanya hivi, alafu mkiniona vile ninavyofanya mimi fuateni. Why? Alivyoamini tu pale pale na mind ikaingia kazini. This is how you are going to fight this battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 8 mstari wa 22 na wa 23. Gideoni ameshashinda vita. Waisraeli walimwambia hivi, tunaomba utawale juu ya Israeli. Tunaomba. Asa ndipo watu wa Israeli wakamwambia Gideoni, tawala wewe juu yetu. Wewe na mwanao na mjukuu wako pia. Yaani kimsingi wako wanamwambia hivi, hatutaki mtu mwingine, tunakutaka wewe. Uzao uliowazaa na watoto wa watoto wako ndio tunataka watawale. Kwa nini? Kwa kuwa wewe umetuokoa na mikono ya Wamidiani. Mstari wa 23 nikaupenda kwa sababu alipata success akiwa anajua, akiwa ana the right mindset. Gideoni akawaambia, mimi sitatawala juu yenu wala mwanangu hatatawala juu yenu, yeye Bwana atatawala juu yenu. Bwana Yesu asifiwe. And I think ufahamu ulio huru uko hivi, utafanikisha vitu na hautajiona wenyewe ndio ulioyafanya. Utamtambua Mungu aliyeyafanya mambo hayo kupitia ufahamu huo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamtokea Musa, akamwambia nataka ukawakomboe wana wa Israeli. Musa cha kwanza akamuuliza, mimi ni nani mpaka uniagize? Mungu akafikiria, ili swali ni irrelevant. Kimsingi sihitaji sana wewe. Yaani nahitaji tu mtu tu wa kwenda, mengine yote nafanya mwenyewe. Nataka ukasimame pale, mimi ndio nitagawa bahari ya Shamu, mimi ndio ambaye nitabadilisha maji yawe damu, ni mimi yote naenda kuyafanya. Kwa hiyo usiniulize mimi ni nani. Alimjibu hivi, bila shaka Musa, nitakuwa pamoja na wewe. Maana yake ni nini? Hata usingekuwa lolote wala chochote, nimekuchagua kwa neema tu. Ukiwa na mimi vitawezekana tu katika jina la Yesu Kristo. Cha pili, wakiniuliza huyo aliyekutuma ni nani, niwaambieje? Sasa hili swali yashajibiwa. Mwanzoni wakati Mungu anamuita alimwambia hivi, mimi ni Mungu wako, Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Bado anauliza, wakiniuliza niwaambie nani? Akamwambia, waambie hivi, niko ambaye niko amenituma. And then akarudia yale yale, waambie ni Baba, Mungu wa baba zako. Cha tatu, Musa anamwambia sawa, nimeelewa hayo, ila wasipoamini nafanyaje? Akaulizwa, una nini mkononi? Fimbo. Haya, tupa chini. Ikageuka kuwa nyoka. Musa ashakimbia. Tulia Musa, tulia. Shika mkia. Alivyoshika mkia imerudi kuwa fimbo. Umeona hiyo Musa? Wasipokuamini piga hiyo. Isipotosha hiyo, sikiliza Musa, ingiza mkono, na nimevaa koti makusudi, ingiza mkono kifuani, akaweka hivi. Toa. Alivyotoa una ukoma. Akaambiwa rudisha. Alivyoingiza, toa tena, hauna ukoma. Umeiona hiyo Musa? Wasipokuamini show ndio hizo za kupiga. Akaambia unataka nyingine? Chukua maji, mwaga hapo damu, maji ya mto. Musa ametulia hivi. Kwanza mimi siwezi kuongea vizuri, hata kuongea sijui vizuri, nina mdomo mzito. Mungu yuko anapambana na ufahamu ambao haujioni kabisa ukisimama mbele ya Farao. Akafanikiwa kuubomoa. Kule mwishoni ndio nilikuja kugundua kwenye sura ya 4. Mstari kama sijakosea ni wa 19.
Mungu alimwambia hivi, na wale uliokuwa unawaogopa, wale waliokuwa wanasubiri wakuue, wamesha kufa wote, unaweza ukarudi Misri. Kwa kumbe Musa, haya maudhuru yote, moja, ana hatia, aliacha ameua mtu, lakini mbili, kuna hofu imegubika moyo, bado wananisubiri. Mungu anajibu maswali yote, lakini mwishoni bila hata Musa kuuliza anamwambia, haya, nenda karudi Misri, kwa kuwa wale wote waliokutaka uhai wako wamekwisha kufa. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. And the last person, Petro. Petro alinishangaza. Na ndugu zangu, kilichonifanya nizungumzie hiki kitu ni kitu alichonisemesha Roho Mtakatifu wakati nasoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Nilipofika sura ya 10, nilikutana na Petro anayemjua Mungu sana anambishia Mungu. Narudia tena hiyo statement. Petro anayemjua Mungu sana, amekaa na Yesu miaka 3.5, ametembea naye, ameona mfu anafufuka. Petro ameachiwa kanisa. Petro amehubiri 3,000 wakaokoka. Petro kivuli chake kinaponya wagonjwa. Petro amemfufua Dorcas. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Petro, Mungu anamwambia hivi, chinja mnyama hapo, kula. Petro akamwambia Mungu, sijawahi kula mimi nyamafu, mara 3. Mpaka Mungu alipomwambia, shuka chini toka gorofani, nenda mlangoni, kuna watu 3 wanakusubiri. Alivyofika mlangoni akakuta wanaume wamesimama hapo. Tumetumwa na Kornelio kwa sababu Bwana amemwelekeza tuje kukuita uende nyumbani mwake. Nilikaa pale chini nikaanza kuwaza hivi, na kumjua Mungu sina kiwango kikubwa, lakini pia sio mtoto kabisa kwenye wokovu. Mangapi Mungu alisema nikiwa namjua kwa kiwango hiki, nilimbishia. Naomba usimame pale ulipo. Dawa tulionayo ni neno la Mungu. Ndugu zangu, yaliyoandikwa kwenye Biblia yameandikwa ili yatusaidie sisi kuamini. Kama ilikuwa ngumu kwao, kwetu sisi iwe rahisi. Kwa sababu gani? Tumezungukwa na wimbi kubwa la mashahidi. Namshukuru sana Mungu aliyenileta kwenye kanisa hili. Na niongea ninavyohitimisha hapa, nimewahi kumweleza, nafikiri ni baba, wakati nimeingia hapa ulikuwa ukizungumzia mambo sijui ya uchumi sijui nini, nilikuwa naona mahubiri gani hayo ya ajabu ajabu hayo watu wanahubiri. Ongea mambo ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu nilikuwa naona hivi vitu havihusiani na mimi kabisa. Unaongeaje mambo ya uchumi? Ongea mambo ya usomaji wa neno la Mungu, ongea mambo ya Biblia, ongea mambo ya ujazo wa Roho, ongea utakatifu. Lakini baba yuko anatufikisha mahali unasikia wale ambao mnataka kuwa mabilionea. Ndugu zangu, angalieni, na chomoka wa kwanza na baba, ubilionea tunaupata katika jina la Yesu. Si kama kuna wenzangu ambao mnaamini pamoja na mimi. Narudia tena nasema, ubilionea tunaupata katika jina la Yesu. It is possible. Twende mbele za Bwana. Inua sauti yako, nenda mbele za Bwana. Kuna mahali fulani Bwana alisema na wewe kitu fulani, lakini haukumwamini. In fact ulikuwa unabishana na sauti ya Mungu. Mwambie Bwana, ufahamu wangu ambao umegubikwa na taarifa za kule nyuma, sasa unakwenda kupokea taarifa yako Bwana. Lile neno nililolikataa kwako, leo ninachagua kulikubali kwa sababu ni wewe ulikuwa unadili na ufahamu wangu. Inua sauti yako, mwana wa Mungu, nenda ukaombea ufahamu wako. Mwambie Bwana, nimekusanya mzigo kwa muda mrefu ambao ulikuwa unaniambia identity yako ni hii hapa, ili nikataza kujiona sawa sawa na jinsi ambavyo wewe Bwana unaniona. Lakini leo nimechagua kukukubali wewe Bwana, kukubali neno lako, kukubali unachoniambia, kukubali unachosema, kwa sababu wewe una mawazo mazuri juu yangu na umenileta hapa kwa kusudi, na una kitu unataka kufanya na mimi, na hayo makubwa yanayosemwa utanifanyia Bwana.
Oria mashekeri mase rikare mayente rimasheke. Endelea kutamkia akili yako, endelea kutamkia ufahamu wako, endelea kuisemesha akili yako. Mtu wa Mungu, iambie, iamrishe akili yako ili ikakubali kile ambacho Bwana amekuumbia. Endelea kuambia na moyo wako ili kile ambacho Bwana amekuwekea ndicho kikae. Isemeshe akili yako, semesha ufahamu wako jioni ya leo. Neno la madhabahu tayari lilikwisha kuachiliwa na mtumishi wa Mungu kwa habari ya kuarise katika mwaka huu, lakini yupo ibilisi ambaye ameendelea kukuhubiria na kukwambia kwamba hawezi kutoka kwenye kile kifungo. Anakuambia kwamba hawezi kutoka kwenye lile shimo. Jioni ya leo ni jioni yako. Jioni ya leo ni jioni yetu ya kuchomoka. Jioni ya leo ni jioni ya kutoka katika vifungo. Angusha zile fikra, angusha yale mawazo ya ibilisi, yaangushe chini. Ni jioni maalumu, ambayo tunaangusha chini kila mawazo, kila fikra, kila ambacho shetani amenong'oneza katika masikio yetu, akapitisha katika macho yetu, akapitisha katika ngozi zetu, zikagusa na kuona kwamba hatuwezi kufika kule, na kuona kwamba hatuwezi kupata. Shusha chini mawazo hayo. Shetani ni baba wa uongo. Shetani ni baba wa uongo. Umetudanganya kama yule Sergio alivyodanganywa. Wakati Sauli na Barnaba wameitwa na yule liwali ambaye Biblia inamsema alikuwa na akili nyingi, akawaita kina Barnaba na Sauli ili waweze kumwambia maneno ya Mungu, lakini alikuwepo bali Yesu ambaye Biblia inasema alikuwa ni nabii wa uongo. Alikuwa pamoja naye, kumbe pamoja na akili zake, lakini alikuwepo bali Yesu ambaye alimwambia mambo ya uongo. Yamkini akili zake hazikuzaa matunda yoyote. Inawezekana nawe ni mtu mkubwa, ni bosi mkubwa kazini kwako, kwamba una akili nyingi, kwamba una ufahamu mwingi, lakini yupo bali Yesu ambaye ni nabii wa uongo. Anakuambia uongo, hata huwezi kuendelea, hata huwezi kukalia kile kiti cha ukuu ambacho Bwana amekiachilia kwako. Ana masheke rikiriane masika rindirima shirimande rikiriane maseke. Biblia inaniambia akawepo na Elima ambaye wakati kina Barnaba wanamhubiria Sergio, yeye alikuwa anamfanya moyo uwe mgumu ili asiweze kusikia. Rimashiki rimayini rimoseke. Tunahubiriwa kila siku neno la kuarise limetangazwa madhabahuni hapa, lakini wapo kina Elima ambao wana hardened our hearts, ambao wanafanya mioyo iwe migumu kuweza kusikia na kukubali ambacho tunahubiriwa. Jioni ya leo hatukubali. Jioni ya leo tuwakemee kina Elima katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kina Elima katika ndoa zetu, kina Elima katika uchumi wetu, kina Elima ambao wameingia katika biashara zetu, wanatuambia hatuwezi kuvuka level. Jioni ya leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunakukemea ebali Yesu katika ndoa zetu ambazo umetudanganya ukatuambia hatuwezi kuona furaha, ambazo umetudanganya ukatuambia hatuwezi kuwa na amani. Tunakukemea jioni ya leo. Tumezijua hili
jina la Yesu, katika jina la Yesu. Masikio yetu jioni ya leo yanatakaswa na damu ya Yesu, yanatakaswa na damu ya Yesu. Hatutasikia uongo wako shetani, hatutasikia tena uongo wako ya shetani. Jioni ya leo tumechagua kusikia kinachotoka katika moyo wa Baba, katika moyo wa Mungu wetu ambaye anatuambia mtafanikiwa, ambaye anatuambia utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo, ambaye anatuambia najua mawazo ninayowazia nayo ni mawazo ya mema, kukupa tumaini katika siku zako zijazo. Ndicho ambacho tunakichagua, ndicho ambacho tunakichukua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunashusha chini, tunashusha chini zile nguvu za kipepo ambazo zimetembea nasi tangu tukiwa wadogo, zile roho za mababu wa mababu ambazo tumetembea nazo tangu tukiwa wadogo. Hata tunaweka mioyo yetu kuwa migumu, hatuwezi kupokea mafanikio, hatuwezi kupokea mipenyo, kwa kuwa ibilisi ametudanganya, kwa kuwa Yesu ametudanganya. Jioni ya leo tunashusha chini, tunashusha chini. Na ewe ibilisi ambaye umeingia hata kwa watoto na ukawadanganya, hata hawawezi kusikia neno lako, hata hawawezi kusikia ambacho wazazi wanasema. Jioni ya leo tunashusha chini, tunaangusha chini, tunaangusha chini katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaangusha chini hizo fikra za mwovu ibilisi, tunashusha chini hayo mawazo na hizo ngome, tunaziangusha chini, tunaziangusha chini katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Masheke rikariani ribaseke rinari masheke rinari maseke yere maseke yere maseke yere masheke rikiri masheke yenterimo yere mose yere mose yere mose yere mose. Tunakataa kurudi nyuma, tunakataa kurudishwa nyuma. Tulikwisha kumwamini, tumekwisha kumwamini Mungu. Ameachilia ishara nyingi kwetu, tumeona matendo yake ya ajabu, tumeona miujiza yake ya ajabu. Tunakataa kurudi nyuma, tunakataa kuendelea kung'ang'ania tu ishara. Tunakubali, tunakubali Yesu, tunakubali kwamba umetuita bila kujali tuko katika mazingira gani. Wewe uliwaita kina Yusufu waliokuwa katikati ya utumwa, lakini akaweza kufika juu, akafika nafasi ya juu sana. Hata kama alikuwa katikati ya utumwa, uliwachagua kina Daniel, Meshach, Abednego. Hata kama walikuwa utumwani, lakini Bwana bado alifika katika nafasi za juu. Nasi tunachagua, haijalishi mazingira yetu ya makazini, haijalishi biashara inasemaje, haijalishi soko linasemaje, lakini tunachagua sauti yako, tunachagua ushawishi wako, tunachagua ishara zako. Ribasheke riboseke. Unafahamu ndugu, unafahamu familia uliotoka, unafahamu kwamba watu hawazai, unafahamu kwamba watu hawaowi na kuolewa. Kataa huo uongo wa shetani, kataa ule uongo wa magonjwa ambao shetani anakuonesha namna magonjwa yanavyotoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine. Kataa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunachora mstari kwa damu ya Yesu, tunachora mstari kwa damu ya Yesu. Yale magonjwa hayataendelea kwetu, yale magonjwa hayataendelea kwa watoto wetu, yale magonjwa hayatawafikia wajukuu zetu, yale magonjwa tunachora mstari, tunaweka mstari
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rimashiki ribose, rimayeti ribose, rikariani ribose, rikariani ribose, rikiriani ribose, rimashaka terebo, rikiriani ribose, rikariani ribo, rikariani ribo, rikarimosika, rikayete ribo, rikakakaka. Ribasika, rikiriani ribasika, rikiriani ribasika, rikiriani ribasika. Gideoni akawa sababu ya kubadilisha lile kabila lake ambalo liliona ni kabila na familia ndogo ya Manase, akawa sababu ya kuwa shujaa, akawa sababu ya kutangazia kabila lake aliloliona limdogo likawa ni kabila kubwa, likawa ni kabila lililopokea ushujaa. Nasi jioni ya leo tunatangaza ya kwamba kupitia sisi tunakwenda kuona mipenyo katika familia zetu, kupitia sisi ndoa zetu zinakwenda kuwa za mfano, kupitia sisi watoto wetu wanakwenda kuwa watoto wa mfano. Tunatembea na neno la madhabahu ambalo limesema tunainuka, tunaondoka, tunakwenda, tunatembea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Narimashake, rikarini ribosika, rikirini ribosika, rikini ribasake, yakateke rebo, rikikisiki, rikateke, rikateke, rikiriba, sikate, yikateke, rikasika, rikake, yete, ribasikate, yakateke, riki, sikiti, randiribo, siki, yasikiti, yakase, yikitiki, ribaba, sikiti, ribaseke. Tunachomoka, tunachomoka katika hizo fikra potofu, tunachomoka katika mawazo hayo potofu ambayo shetani amesemesha fahamu zetu, amesemesha mioyo yetu. Riniri masheke, rikiniri maseke. Yesu amesema atatupa amani, amani yake ipitayo fahamu zote na nia zetu. Tunatangaza amani, tunatamka amani mioyoni mwetu, tunaondoa na manunguniko. Amesema katika Wakorintho, msinungunike, kwani wale walinungunika wakaharibiwa na mharibu. Shetani anaangalia watu wanaonungunika, shetani anaangalia watu wanaolalamika, shetani anaangalia watu waliokata tamaa, ili aweze kupitisha mambo yake, ili aweze kupitisha kushindwa, ili aweze kupitisha kuanguka, ili aweze kupitisha kufeli katika maisha. Lakini siku ya leo tunavaa ujasiri, tunajivaa ujasiri, tunavaa nguvu za Roho Mtakatifu, kama ambavyo amesema Roho wa Bwana yu juu yetu. Amekuja ili kuganga waliovunjika mioyo. Kama upo moyo ambao umepondeka, kama uko moyo ambao umeinama, kama uko moyo ambao umechoka, jioni ya leo tunatangaza kugangwa kwa mioyo, kugangwa kwa mioyo, kwani Roho wa Bwana yuko mahali hapa na wingu lake liko mahali hapa. Anatafuta mioyo iliyochoka, anaangalia mioyo iliyochoka. Kama moyo wako umechoka, jiachilie kwa Bwana ili akugange, jiachilie kwa Roho Mtakatifu ili agange moyo wako, ili akuinue tena, ili uinue tena moyo wako ambao umechoka, ambao umevunjika. Riniri masheke, rikuria niri maseke, rikiniri maseke, rikaniri masheke. Kama Bwana amekuita kwa kazi ya utumishi, kama Bwana amekuita kwa kazi ya huduma, na pengine shetani anakuambia wewe ni dhaifu sana, wewe ni wa kabila iliyo ndogo sana, kwamba jina la ukoo wako ni jina dogo sana, kwamba mjaye kusikika mahali popote, kwamba vyeti vyako havitoshi, kwamba mtaji wako hautoshi. Lakini jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo
tunatangaza ya kwamba Bwana anakwenda pamoja nasi. Bwana anatutumia tu kama miili, anatutumia tu, lakini anafanya yeye mwenyewe. Masika rikaniri masheke rikidiri babasika rikaniri masika rinari masheke. Iambie ile hali ambayo umekuwa unaona kama hauwezi, iambie ile hali ambayo umekuwa unaona kama umefika mwisho. Riniri masheke rikiniri masika rikuria masikiti rikuria masikiti. Itangazie hiyo hali, iambie kwamba mimi ni shujaa, iambie kwamba ninakwenda na Bwana kama vile Musa alivyoenda na Bwana, kama vile Gideoni alivyoenda na Bwana. Hakuwa mwenyewe bali alitumika. Rikiniri masika rinarimoshe rinarimoshe rinarimoshitiribo rimasitiribo rimasitiribo rimasiti rikanirimo sentiribo rimabo sitarimose yeketikiribo rinarere rikaniribo sikitiribose. Tunachomoa na watoto wetu, tunawachomoa katika ile laana, katika ile laana ya laana ambayo wametamkiwa, ambayo imeandikwa kwamba watoto wetu hawatafanikiwa, kwamba watoto wetu wataharibika. Tunawachomoa katika jina la Yesu. Haijalishi ulimwengu unaendaje, haijalishi ulimwengu unasemaje, lakini tunawachomoa. Tunachomoa watoto wetu, tunawachomoa katika zile laana, tunawachomoa na wazazi wetu, tunawachomoa na ndugu zetu katika zile laana. Kwani mengi ni kwa sababu ya ufahamu na kutokukubali matamko ya imani, kutokukubali neno la Mungu, kutokukubali kile watumishi wa Mungu wanatutamkia. Tunachomoka. Ninachomoka na wazazi wangu, ninatoka kule na wazazi wangu, ninaondoka kule na kaka zangu, ninatoka katika hilo shimo la simba, ninatoka katika hilo shimo, ninatoka na kaka zangu, ninatoka na dada zangu, ninatoka na watu wangu wote. Kama vile wana wa Israeli walisema, tutaondoka na wazazi wetu na watoto wetu, tutaondoka na wenye mifugo yetu, tutaondoka na mali zetu, tutaondoka na vitu vyetu. Nasi tunatangaza, tunajitoa. Hatutafunguka ufahamu sisi pekee, hatutafunguka mioyo sisi pekee yetu, bali tunaondoka na wenzi wetu, tunafunguka na watoto wetu, tunafunguka na watu wetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ni mashekere Oh Yesu Kristo, jaza fahamu zetu, jaza na nguvu zako, jaza fahamu zetu na nguvu zako, jaza na ile roho ya shauri, zijaze roho ya shauri, zijaze roho ya uweza, jaza fahamu zetu, jaza akili zetu, ili zikabadilishwe, ili zikageuzwe. Yale maroho yanayotuambia uongo tumekwisha kuyakemea katika jina la Yesu Kristo, na tunatangaza tuko huru, tunatangaza tuko huru katika jina la Yesu. Tunainuka katika jina la Yesu, tuna rise katika jina la Yesu, tuna rise na ndoa zetu, tuna rise na watoto wetu, tuna rise na mali zetu, tuna rise kwenye kazi zetu, tuna rise kwenye biashara zetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwani tunaondoka kwa imani, kwani tunatembea kwa imani, kwani tunazunguka kwa imani. Rina ramasheke ramasheke rina rimaseke ramamasheke yeke sikata ramasheke na ramasheke rimaseke terebosheke ramabasi.
Maseketekelebashata. Tunalibariki jina lako Bwana Yesu. Asante kwa kutufungua jioni ya leo. Asante Bwana Yesu kwa kufungua fahamu zetu. Asante Bwana Yesu kwa kufungua akili zetu. Oh Bwana Yesu, tunakupenda. Jioni ya leo tunapiga hatua. Jioni ya leo tunaondoka. Jioni ya leo kuna mpaka tunauvuka. Oh kanisa, mshangilie Bwana Yesu. Kanisa, mshangilie Bwana Yesu. Piga vigelegele kwa Bwana. Piga shangwe kwa Bwana. Rika mandereba sata raboria bashata. Yesu asante. Yesu asante. Tunalibariki jina lako Bwana. Tunaliinua jina lako. Asante kwa sababu jioni ya leo tumekuwa huru katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, na kila mmoja wetu aseme amen yenye ushindi. Amen, amen, amen. Mungu akubariki. Tunaamini tumevuka. Ninaomba uketi katika uwepo wa Bwana. Naomba tumshangilie Mungu kwa ajili ya Pastor Samu ambaye ametuhudumia jioni ya leo, na pia mshangilie Mungu kwa ajili ya Pastor Eunice ambaye ametuongoza kwa maombi jioni ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelekea kabisa mwisho wa ibada yetu. Tangazo la kwanza, kutakuwa na ubatizo wa maji mengi hapa kanisani utakaofanyika Jumamosi ijayo ya tarehe 18 mwezi huu wa 4. Washirika wote wenye uhitaji wa huduma hii mnatiwa moyo kujiandikisha kwa viongozi wenu wa Life Center. Na viongozi wa Life Center mnaombwa kuwasilisha majina katika ofisi ya kanisa kabla ya tarehe 13. Bwana Yesu asifiwe. Tunapenda kuwafahamisha washirika wote kuwa ibada za Life Center zitakuwa zikirejea kuanzia wiki ijayo. Amen. Mwambie jirani, ibada za Life Center zitaanza wiki ijayo. Na muulize jirani, una Life Center? Amesemaje anayo? Amen. Basi tunakwenda katika wakati mwingine wa kubarikiwa, wakati wa kutoa, wakati wa kubarikiwa. Basi Mungu akubariki unapoenda kumtolea Bwana. Karibuni his flock. Umejivika haki.
tukamshukuru Mungu kwa ajili ya matoleo na pia tutafunga ibada yetu. Baba, tunalibariki jina lako. Asante Bwana Yesu kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Asante Bwana Yesu kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Hakika Yesu, tunakutukuza, tunakuinua. Asante kwa uaminifu wako mkuu kutukubali kuweko nyumbani mwa Mungu. Baba, asante Bwana Yesu kwa ajili ya neno lako. Baba, asante kwa ajili ya Pastor Samu, asante kwa ajili ya Pastor Eunice. Tunakutukuza kwa sababu Bwana umewakubali kuweko katika madhabahu na kutumika. Asante kwa ajili ya Isifrock, jina lako liinuliwe, jina lako litukuzwe. Na asante Bwana Yesu kwa ajili ya neno, tunaamini kabisa tumepokea jioni ya leo. Na pia Baba, watoto wako wamekuja na matoleo, nami natamka neema, nami natamka baraka katika maisha yao. Hata wale wanapita katika nyakati ngumu za kutokuwa na kazi, za kutokuwa na biashara, Bwana Yesu kaachilie neema katika jina la Yesu Kristo. Wanaopita katika wakati mgumu wa kiuchumi, Bwana Yesu kafanya na kutenda kwa ajili yao. Na asante kwa sababu tunaamini sadaka hii itaujenga ufalme wako kwa ajili ya utukufu wako. Baba, na ninaweka watu wako mikononi mwako, wanaporejea majumbani mwao, Bwana Yesu kawafunike, Bwana Yesu kawakumbatie na kuwashika na mkono ulio hodari, na jioni ya leo kaachilia ulinzi mkubwa katika majumba yao. Yesu, tunakuinua, tunakutukuza, tunakupigia makofi kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Pokea sifa na shukurani Jehova, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tuketi kwa muda mfupi. Wakati huu ninaomba kama kuna mtu yoyote ambaye anaabudu na sisi kwa mara ya kwanza, kwa heshima kabisa ninaomba usimame pale ulipo. Kama unaabudu nasi kwa mara ya kwanza, karibu. Jioni ya leo hatuna wageni. Basi kwa niaba ya mchungaji wetu kiongozi, Mungu akubariki kwa kuwepo jioni ya leo. Ninaomba uende na amani ya Yesu Kristo na uwe na jioni njema. Amen.